Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina la maarufu naitwa Akizimana Jibril. Mimi niko na mke wangu hapa na mimi ni mfanyakazi wa garnissage. Kazi ya madiva. Na mimi sijakuwa na watoto ila tushafanikisha kuoana, tuko wa mpya katika ndoa yetu. Kwa jina naitwa Linda Juma. Nimeolewa, mume wangu huyu hapa Jibril. Na sina siku nyingi naolewa, niko katika ndoa na tujafanikisha kupata watoto, ile inshallah ndio kwenye tuko tunaelekea. Mungu atasaidia. Kwa gisi tulivyoanza au kwa gisi mimi nilivyoanza, kwanza niseme kwanza kivyangu. Mie nilikuwa mchezaji wa mpira. Nilikuwa nacheza mpira na huyu mke wangu alikuwa bado hajawa mke wangu, lakini ilifikia nafasi ambapo wenyewe alikuwa na restaurant. Nilikuwa natoka kuzoezi nafikia ku restaurant. Hiyo restaurant ndio ilikuwa maeneo ya kwao. Nafikia pale kwao, natumia chai nini. Kitu kenye kilianza kunivutia kwake, kila mara nilikuwa nikienda pale kwa gisi anavyonishika kwa heshima, na mimi nikimtizama na sia nafsi yangu kabisa nasema huyu kabisa ni mwanamke ambaye naweza nikaishi naye. Gisi nikakuwa najimsikia tu taratibu, naenda namuongelesha hivyo, namuongelesha. Sometimes hata namwambia wa mama, nika hapa tu akupatie na wewe hapa tuchangie. Wewe unanishikaga bien sana. Kumbe ajui yenye nimo ndani. Endelea tu taratibu. Kafikia sasa fasi ambapo naanza sasa unajua mwanamke ni mtoto. Unamwambia kitu gani kile unapendaga. Nikakuletee. Inakuwa kama vile wa ndugu. Sinamisha kwa client sana. Nikakuwa namletea kitu kama hicho. Na yeye sasa mara nyingi sijui hisia zake zilikuwa wapi. Mimi nilikuwa natumikisha hisia zangu. Yeye mara nyingi alikuwa haiko. Alikuwa anajua tu mimi ni client wa kawaida, tunaongea kama kawaida na mambo yanaishia hapo. Ndio nikaanza sasa kujimjongezea eko. Siku moja tu hivi nikamwambia bwana, wewe inabidi twende kwenye Cross Beach. Tukimbie pale kidogo. Ilikuwa mu weekend. Tukaenda kwenye cross, tukapiga cross fresh. Nikaenda sana na muelezea hisia zangu sasa. Tukaongea mwarabara, tunapanda. Nikamwambia mama, ni kweli bila kukupitisha huku au huku, mimi kabisa nikikuona kuwa sisikiagi amani. Akanitizama akacheka sana. Akaanza kuniambia, mimi nilikuwa najua wewe ni kaka yangu tu wa kawaida. Mimi mambo kama hayo bado nikingali mwanafunzi yake nyumbani na wazazi, kitu kama hicho akija muda bado. Basi nikamwambia haya, tuachia. Siku nyingine tena nikaenda tena kwao pale ku restaurant. Kuna dami tu. Nikamwambia mama, mie tena. Kama ukatala, lakini mie hisia zangu zinanituma kwako. Sasa kwa kusema nikubalie ilikuwa rahisi sana. Juu na yeye sijui alikuwa na hisia na nani, hakuwahi kuniambia kama alikuwa na mtu yule. Na mtu yote hisia. Yeye alikuwa ananiambia tu bado mdogo akielekea masomo. Tuweze kukutana na ulikuwa ni safari ndefu sana. Nilitoka Tanzania nikafikia kambi, ikabidi nije, nikaona kule mambo ni magumu, ikabidi nje nisomee huko. Nikafikia kwa dada yangu,
Nilipofikia kwa dada yangu ilikuwa 2018 mwezi wa 7 ndio niliweza kufika hapa. Nilipofika hapa nikakutana dada yangu, kazi anayoendesha ni kazi ya kupika chapati, hivyo chapati maharage. Ikabidi ndo tukaanza kusaidizana. Ndo mara ya kwanza naweza kumuona, kwa sababu mimi ndo ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza, sijawayaga kumkabidhi mwanaume wote hisia zangu wala kumwambia kitu hata kimoja. Nikakuwa namuona tu, wakisa alikuwa anabakiana niongelesha na hivyo nichekea. Nilikuwa nachukia sana, kwa sababu mimi nilikuwa sitaki relation yote na mwanaume, kwa sababu wanaume kwa gisi nilikuwa naona kama vile ni uharibifu. Ndio maana sikuweza kujibaze na wanaume. Nikakuwa naikani kimuona tu pale na sasa namchukia kweli, sasa kale namuona kwa mavazi alikuwaga tu anavaa nguo za kazi, naona kama ni chafu sasa kumuona katika macho yangu. Ndio hivyo pole akakuwa anajiongeza, mara niite jina fulani. Mpaka kafikia penye dada yangu akamwambia hapana, hilo sio jina lake. Akamwambia jina langu Linda. Ndio tangu alijua jina langu akakuwa ananiita. Tukimaliza kazi anaikaa pale, ndio alikuwa kuja mwisho anatumia. Akishatumia pale, kuna siku sasa ilifikiaga ikabidi aniite. Nilikuwa natoka bafuni, nikaenda nikavaa nguo, nikabidi nije niongee naye. Ndio akakuja kuniambia mambo ya kupenda. Nikamwambia mimi tangu nimeikaliaga sijawaga kupenda. Nikamwambia kwa hiyo utanisamehe. Nikanyanyuka nikaingia ndani. Pole ikabidi kuna siku akaweza kuniambia kama gisa alivyoelezea kuweza kutoka kwenda mazoezi. Kakwenda mazoezi akaweza kanambia hivyo, lakini nikamwambia mimi bado. Kwa kweli yeye kivyake alikuwa anawaza kama mimi nina date na mwingine mwanaume, lakini mimi nilikuwa si date na mwingine mwanaume. Nilikuwa tu yani sijisikii tu kuwa na relation, nilikuwa sina hata hisia na mwanaume wote. Ndo akaweza kanambia, nikaza kumwambia kama mimi ningali nasoma na ningali mdogo sana. Lakini mwanaume hakutaka kusikia wala kutaka kuelewa. Tukakimbia, tukafika nyumbani, tukaachana, kila mtu akashika njia yake. Mimi nikaenda kwetu na yeye akaenda kwao. Tulipofika nyumbani wakaniuliza kwa nini umekawia, sikutaka kuambia, lakini yule mtu tunatumika naye kuchapati alikuwa ashaanza kumuona mwanaume gisi alivyo, anaanza kunifatafata. Apre hapo kwa mkia tena asubuhi yake akakuja tena kuuza chapati, akaanza tena kavinambia. Nikasema Mungu, msijawahi kufungua moyo wangu kwa mwanaume wote. Na mimi kila mwanaume kwa akinifuata kiniambia tu ananipenda, nilikuwa nikiingia ndani nalia, nikimaliza kulia na kuuliza tena uliniambia unafanya unanipenda na kuwasha kofi. Lakini nilipofika kwa huyu sikuweza kunyanyua hata mkono wangu hata siku hata moja kuweza kumpata kofi. Nyumbani akanambia nimeshabadilika na kuwa sieleweki. Ikabidi sasa kuna siku nimeikaa nikawaza, wanakwambia mwanamke mwa dunia ni kuikaa uko na mwenzako. Lakini mimi sina mwenzangu, niko peke yangu. Ndio ikabidi sasa hiyo siku tuikae chini, akaweza kanambia na mimi nikaona hakuna namna. Ikabidi na mimi nimfungulie moyo, nikamkubalia. Première fois tushamaliza etape nilikuwa nishamaliza ndani ya kusema ke nipambanishe kwanza anikubalie kama tutakuwa wapenzi. Kwa tuliama mwetape sasa ingine sasa. Hiyo etape ingine ndio ilikuwa ngumu sana kwangu. Juu ilikuwa ni etape ya kusema tushaingia deja tuko mfiançailles. Kitu cha kwanza kile nilifanyaga mfiançailles nianza kutafuta kwanza ile bague de fiançailles ya mimi na yeye kwanza. Nikaimfika kwanza kisiri. Nikaimupa. Après kuimuvika nikafanya kabisa mimi nifike kwa nyumba sasa. Niko nyumba mie nishapata mwenzangu. Pata mwenzangu. Kesho yake Mungu akibariki tutakufika maisha ya ndani ya ndoa. Sasa alikuwa birahisi sana. Juu kwa nyumba kila mtu alisema hivi, unaenda kuoa, uko na kitu gani unaenda kuoa? Uko na maisha gani unaenda kuoa?
Mimi nikamwambia hapana, Mungu ndiye anapanga maisha na Mungu ndiye anapanga kila kitu. Sisi tunaanza maisha ya kusema tunataka tufanye kitu kenye kila mtu atasema ule ni bibi ya mtu na ule ni mume wa mtu. Mungu anajua kile anafanya. Na ukweli kenye nilisema na Mungu akatumikia ile neno yenyewe nilisema. Neno nilisema na Mungu alitumikia hivyo. Pole pole vitu vikaenda vinabadilika. Hata kama alikuwa virahisi sana, tu kila mtu wa kunyumba alikuwa ananifuata na ananiambia no, hiyo decision nakamata sio ya bien. Ikala chini uwazi, ishi na mwanamke sio blage, ishi na mwanamke ni decision. Ushamchunguza bien, mwanamke hawezi sikuwa kwa compliqué. Lazima ndio kumuoa ujui kuna anatoka nje na mtu mwingine au saa moja mshaenda pima, unajua iko aye, familia yake iko aye, alilelewa aye. Mimi nikamwambia mimi vyote nishafanya navyo miaka mingi, nishamkontrole sana, nishamchunguza sana. Ndio maana niliamua kesho yake naweza nikafanya ndoa. Alikuwa virahisi sana. Ndio familia ilikuwa hainikubali kitu kama hicho. Lakini pole pole gisi naenda naelewesha familia na ndio gisi naomba kanunga mkono. Kanunga mkono kutokana na tabia za yeye, juu na wenyewe alikuwa anachunguza anasema ewa ile fasi ulienda mimi naona pako sawa. Pako sawa. Ni wewe sasa kisha jiangaje mkitu ifo sasa kutimiza. Juu hauwezi kwenda kuoga piscine au juu gisi utanaje mle ndani. Ukienda kuoga piscine seke, unajua kuna je, au utaingia mpiscine au kuna je. Ndio sasa ni wewe, Mungu akusaidie na upambane. Kenye kitakuwa tutasaidizana, vitu vitakuwa bien. Metu vipange pole pole. Hapo ikabidi sasa ndo mwanaume tuweze kuikaa chini kuweza kujua gisi tunaweza tukapangilia kuweza kutoa mali kwa sababu mimi nilikuwa sina uzoefu na hicho kitu. Ilibidi ni kaze mama yangu chini, sikumfuata dada yangu kwa sababu dada yangu ni mtu mwenye tuko naye kweli, lakini ni mtu mwenye iko serious sana kwa sababu mimi niliishi na ndugu yangu na mwana gisi alivyo. Ikabidi nimfuate mama yangu, nikikaa chini na mama yangu akaweza kaniambia unasuka katia hivi na hivi. Ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza. Na nilikuwa naogopa hata kukata ile mali. Ikabidi ndo nikate hivyo, tukapandishana, tukashushana hivyo, basi tukafikia kueleweshana. Apre hapo nyumbani ndo wakapanga sasa siku ya kuja kutoa mali. Sio kuja kutoa mali. Nilisikia uoga kwa sababu sijazoea. Huwa naenda kwenye feti za wenzangu na serebuka kama kawaida, lakini kwa kwangu ilikuwa sasa vile vinanishinda. Lakini ikakosa vile na uoga. Ikabidi tu nikae mu watu hivyo, familia kwa familia zikakutanana, tukaikaa, tukaongea. Tulipoongea, tukaongea vizuri, mali zikatolewa, watu wakaondoka na vitu vikakaa sawa. Habikuwa kiurahisi kihivyo kwa sababu familia kwa gisi waliweza kuniambia, kwa gisi na mimi niliweza kusema iko tofauti. Kwa mali wameniambia nimkatie mwanaume na mali za mimi nimeenda kukata ziko tofauti sana. Unajua wazazi wa kileo wanapenda hela nyingi. Na sisi tunaangalia petuko tunaenda wapi. Ikabidi nishushe kwa zile zenye waliniambia. Apre hapo ndio ikafikia sasa familia upande wa pili, lakini nyumbani wananiuliza kwa nini unakubali kuolewa haujamaliza masomo. Nilichowajibu wazazi wangu, maisha ni ya Mungu. Mungu ndiye anayejua kama nitasoma niamalize ama sitasoma niamalize. Ikabidi dada yangu anayenilipia masomo akasema hapana, sintakukubalia uolewe huyu mwezi. Inahitajika usubirie mwaka uishe ndio mjue kupanga mafete yenu. Kwa sababu hicho kipindi nilikuwa ndo niko 4e seo, ndo mwaka ndo nilikuwa napasi sasa naingia 5e seo. Ikabidi dada yangu nikamsikiliza kwa sababu ndiye anayenilipia minervale, ndiye ananifanyia kila kitu. Japokuwa na mwenzangu alikuwa ananisaidiza, alikuwa sio hivyo kama gisi ndugu yangu anavyonisaidiza. Nikakuwa natulia tu pale naenda kwa masomo, lakini ndugu yangu naona kama vile vinamkwaza kwa na gisi mimi naolewa. Familia ikafurahi sana.
nikafurahi kabisa. Lakini katikati migogoro ilikuwa mingi. Mara baadaye atakuja tutacheka, akienda akirudi sura imebadilika. Unatafuta chanzo unakosa, kwa sababu mimi nilikuwa ndo mara yangu ya kwanza napenda. Nilikuwa najisikia roho inaniuma. Anasema mwanaume yuko nafanya hivi yote kwa sababu ya kunichiti ama sijui naweza nikasemaje. Yaani ikakuwa na wazawaza vingine tu vitu, lakini Mungu akasaidiza, mali katolewa, nyingine lakini sasa kwa hivyo haikuwa kusema kwamba nilikuwa na kuchiti au nini. Juu mambo ya harusi, ya kuandaa sherehe kama harusi ni kitu ambacho kinachobeba muda mwingi, kinatuma mwanaume anatupa equilibre. Juu sio kitu kirahisi. Ndoa unaweza kaisia kwenye mdomo, lakini kuitimiza kama ndoa wewe kama vile mwanaume inakuwa sio kirahisi. Juu kuna mtu anasema nitakuoa na atakuoa, lakini kuna mtu anasema nitakuoa anaingia katika ndoa. Mimi nimeingia katika ndoa. Kuingia sasa katika ndoa, kuna yale mambo ambayo yalikuwa yanasababisha mimi nakosa sina nadhani nikasemaje, sina ule muda wa kusema kwamba nitaikaa na wewe sana, au kama gisi tulikuwa zamani ningekina kutembelea pale kuchapati nini na kula chapati na furahi na wewe nani. Pale palikuwa kitu kilikuwa kishabadilika. Inabidi nijifahamu naenda kuwa nani. Napasha nibadilike. Napasha niende aje, nirudi aje. Unaelewa kitu kama hicho. Hapo pao kumetokea migogoro kabisa. Yote tutasema leo ngoja. Pao kumetokea migogoro kwa sababu pale jirani palikuwa pako kaka wa studio. Huyo kaka wa studio nilimchukulia sasa vile rafiki. Sio kusema eti nilimchukulia eti kwa sababu ni mwanaume tuna date, hapana. Lakini kwa mwenzangu fikra zake na mawazo zilimpeleka mbali. Ule mwanaume kwa sababu ya kuongea sana, kwa kutania sana, kaniambia siku moja nipe namba yako. Ndio mara ya kwanza nauziwa simu na mwanaume. Aliniuzia simu ndogo ya matushi. Aliponiuzia ile simu mimi nikampa namba, najua ni rafiki. Nikakuwa namtania, je, nilikuwa napenda kumteka, napenda kumuita Bella au mwanaume kwa sababu anafafa vitu urufu visioeleweka. Nilipomsave lile jina, kumbe mwenzangu ile namba alikuwa anaijua. Kwa naijua mimi sikuwa najua wala fikra na mawazo sikuwa huko. Ilipofika usiku, nyakati za kulala, tukaanza kuongea kawaida. Anaanza kuniita Sheri. Mimi najua kwa masomo ameniambia Sheri ni kitu cha kawaida, ni mtu wa kawaida, unaweza kuita Sheri. Hapo ilikuwa ni wakati gani? Simu au kwa? Haiko. Mimi yani naokopa kuongea na mwanaume live tunaonana, nikizana hata mwenye hicho kitu niko na kiona. Kwa sababu mimi niko mtu mwenye hata nikiongea na mtu asikuinulii macho ni kuangalia. Huwa naangalisha macho yangu simu. Hakuna siku hata moja aliwezaga kuniambia eti tutoke tufai, hapana. Sikuwaiaga kwa sababu tulikuwa tunachatea mara nyingi ni kusimu. Anaambia hivi Sheri naenda fasi fulani, anaambia hivi kwa heri. Sasa kama mwenzangu aliwezaga kugundua hicho kitu, ikabidi aniombe simu. Akapitia kunjia ya uongo, akanambia nimpe simu apigie mtu wa Kongo. Kipindi alipofanya vile, mimi nikampa. Sikujua kinachoendelea. Fikra zangu na mawazo sikuweza kunituma hiyo nafasi. Nikampa simu. Dakika ya mwisho ndio nakuja kukumbuka kama ule mtu anaweza akachunguza. Sasa mimi nilikuwa sifuti message. Nilikuwa naiacha mimi. Kwa sababu nakwambia mtu unapojiamini acha kile kitu. Kama ujiamini futa. Mimi nilikuwa najiamini ndio maana nikaacha message. Lakini mwanzo kipindi mwanaume aliweza kunitamkia neno kama ananipenda, nikamwambia hapana. Mimi niko na wako wangu napendana naye. Ushaona? Mimi sikuweza kumwambia yule wako wangu napendana naye, jina yake nani, anaishi wapi, hapana. Sikuweza kumwambia hicho kitu. Kipindi sasa mwanaume alipobeba simu, yule mwanaume akaandika Sheri natoka, kanyosha, nafika Mvile. Mwenzangu kachukua simu kaanza kachati naye, kaambia hivi tukutanane ku 0 ya bomba, ile hii 0 hii hapa. Alipo nani, kumbe walikuwa ni mabesti wanajuana. Ndio akaanza kuongea. Maneno aliyoongea siyajui, yeye ndio anayajua.
Asubuhi yake mimi kipindi ninapoenda ku studio naenda kuhakisha sinema, yule mwanaume akaanza kucheka. Akanambia hivi, ule mwanaume uko unaniambia ndo ni Jibril? Nikamwambia ya, ndo mwanaume ambaye ninayependana naye. Akakosa vile ndo kicheko kwake kwa sababu ni kitu chenye alikuwa tarajii kama tunaweza tukapendana naye. Apre hapo mwenzangu nikimuomba simu ananinyima simu ajili ya hasira kama hicho kipindi nguvu zilikuwa zinamuasha. Akachukua simu yangu kaiminya kaivunja. Tangia hapo nilifika nachukia sana, nimeona mimi kuziwa simu na mwanaume mara 10 naikaa single. Kikaa single kwa simu. Nikaikaa nikatulia. Ndo ikakuwa ni mwezi wa pili, mwezi wa 3, mwezi wa Ramadhani. Ramadhani ilikuwa ni mwezi wa 3 tariki za mwisho. Ndo huyo mwanaume akaja, anakuja sasa kuniomba msamaha. Ndo kipindi sasa mwenzangu naye akasema hapa leo nataka atufumanie. Na ile ilikuwa ni fumanizi. Kipindi mwingine alikuwa anakuja kwa lingine lengo, lakini fikra zake na mawazo zilimpeleka mbali. Tukaanza tukaongea pale, mwenzangu akanambia sina maneno mengi. Huwa kawaida yake waongeaje maneno mengi, maneno 2 matatu amemaliza. Akanambia kama anataka kitu kimoja kati ya mimi na yule mwanaume aliyeanza kutongoza mwenzake ni nani. Mimi nikashtuka. Japokuwa nilishtuka, mwenzangu alikuwa anajua akili yake na mawazo ilimpeleka mimi na yule mwanaume tulikuwa tunapendana. Mimi nikashtuka. Ule mwanaume ule pale kustudio kauli aliyoongea, kaongea hivi, mimi ndo nimemtongoza. Nilikosa machozi ya kulia lakini niliyapata, nikaanza kulia. Mwenzangu alipoikaa hakunikopoa kufanya. Ule mwanaume akasema samahani, sikujua, yani inawezekana kuwa mimi ndo nimeanza wala ndo umeanza. Yakaishia hapo. Mwenzangu akasema mambo tena haya utakubali kusuka ama kunyoa? Nikamuuliza maana yako, akanambia kukubali kwenda kwake au kubaki kwangu. Nikainamisha kichwa chini. Nikawaza kwa nini mwanaume ananichukulia hivi? Ikabidi niambie mimi nitabakia kwako. Kamwambia yule mwanaume nyanyuka, hakuna cha unabakiana nacho hapa. Ule mwanaume ndo akatoka. Mwanaume alipotoka, mwanaume ikabidi mume wangu akanambia niweze kumpa promise kama sintoka nikafanya kosa tena kama hilo. Mimi nikamwapia kama sintoka nikafanya kosa kama hilo. Japokuwa nilijua kama lile kosa sikulifanya, nilikubali promise kwa sababu najua mimi sio tabia yangu ya kufanya hicho kitu. Ikawa hivyo.